Hakika Mungu wetu ni mwema na ni mfadhili wa maisha yetu sawasawa na mapenzi yake. Ni siku nyingine ambayo Bwana ametupa ya Jumapili ya tarehe 22 mwezi ule wa 6 mwaka wa Bwana wa 2025. Na leo tutaangalia somo linalosema tusipohubiri kile tunachokijua sisi, wapo watakaohubiri kile wanachokijua wao. Natumaini tunaelewana katika hili. Mimi na wewe tumepewa mamlaka ya kuhubiri. Tusipohubiri, wapo watu ambao wanaweza wakakutana na wewe wakakuhubiria wanachokijua wao. Twende na mimi tuangalie Wakorintho wa kwanza, mlango wa kwanza, mstari wa 21 mpaka 23. Tumeona maandiko yanavyotufundisha kwa habari ya makundi yanayomhubiri Mungu, yanayomhubiri Kristo. Lakini tunaambiwa kwamba Wayahudi wao wanatafuta ishara, lakini Wayunani wanatafuta hekima. Halafu sisi tunamhubiri nani? Kristo. Nini maana ya kuhubiri? Kuhubiri ni tendo la kuzungumza au kufundisha. Unafundisha wapi? Unafundisha hadharani. Na unapokuwa hadharani, kwa lengo gani? Kwa lengo la kufikisha ujumbe wa Mungu kwa watu waliokusudiwa. Simama na Yesu sawa sawa. Maisha ni kwa Bwana Yesu. Ishi kama neno la Mungu linavyotaka. Usiishi kama utakavyo wewe. Ishi kama neno linavyotaka. Wewe usipohubiri unayejua kweli, wapo watu watakuja kwako watakuhubiria wanachokijua wao. Marko Mtakatifu sura ya 16 mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Na ili kazi ya kuhubiri injili ya Kristo ifanyike, basi lazima tuangalie makundi makubwa mawili ambayo yataweza kutuongoza ama kusimamia hivyo. Kundi la kwanza ni wote waliomwamini Bwana Yesu. Hao wanapaswa waihubiri injili. Twende na mimi tuangalie kitabu cha Matendo ya Mitume mlango wa 8 mstari wa 4 mpaka ule wa 6. Kwa hiyo wote, mimi na wewe, tuna wajibu wa kumhubiri Kristo. Sasa kundi la pili tuangalie. Kundi la pili ni wale walioteuliwa kwa huduma maalum ya kuhubiri. Hawa tunawapata kwenye kitabu cha Waefeso 4:11 mpaka 12. Na katika kuhubiri lazima tuwe na lengo kuu ambalo ni kumtangaza Yesu Kristo ili watu waokolewe. Sasa ikiwa sisi tunahubiri kile tunachokijua, wale wanachokijua wao wanahubiri nini? Kama sisi tunamhubiri Yesu, tunahubiri wokovu, wale ambao wanahubiri wanachokijua wao wanahubiri nini? Tuangalie neno la Wagalatia sura ya 1 mstari wa 6 mpaka ule wa 9. Jambo la kwanza wanachokihubiri, wanahubiri injili ya maslahi ya kimwili. Warumi sura ya 16 mstari wa 17 hadi wa 18. Pointi ya pili, wanahubiri injili ya ubinafsi. Twende tuangalie kitabu cha Marko sura ya 10 mstari wa 35 mpaka 37. Injili ya ubinafsi. Injili ya ubinafsi inapoingia, hautamhubiri Kristo sawa sawa, utahubiri ubinafsi uliopo. Jambo la tatu, wanahubiri injili yenye ufahari wa dunia. Zaburi ya 20 mstari wa 7. Twende kwa haraka kidogo, namba 4. Wanahubiri injili isiyo na msisitizo wa wokovu. Wakorintho wa kwanza sura ya 1 mstari wa 18. Jambo la 5, wanahubiri injili isiyo na ujumbe wa tumaini la Yesu. Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 12 hadi 23. Nini kinatakiwa kifanyike kwa hawa ambao wanahubiri injili tofauti na injili tunayohubiri sisi? Jambo la kwanza, kuwaombea kwa Mungu. Twende na mimi kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 1 mpaka ule wa 3. Jambo la pili, kuwahubiria injili ya kweli pasipo kuchoka. Kitabu cha Warumi sura ya 10 mstari wa 14 mpaka 15. Kwa hiyo ni jukumu letu la kuwahubiria injili ya kweli. Ni wewe miguu yako kuifungia utayari, ni kwenda sawa sawa. Wako watu ambao hawahubiri Yesu, ni kwenda
Jambo la mwisho, kuwafundisha neno la Kristo. Warumi 10 mstari wa 17 mpaka 18. Haleluya. Wewe usipohubiri kile unachokijua, watakuja watu wahubiri wanachokijua wao. Simama tuombe pamoja.